ananiwangia. Akawa na mashaka, mtu aliyemwota ananiwangia, mbona ni mtu ambaye tumezoeana, ni mtu mwema. Kwa nini? Mimi nikamwambia inawezekana ni yeye ama inawezekana ni mwingine amevaa sura ya huyo mwema, mtu mzuri, mnayesemezana vizuri. Nikamwambia tuombe, tukwe sura. Vua sura ama umbo lake aliyokuja nao. Tukapiga maombi ya kuvua sura umbo. Nikamwambia ukilala, vua sura na maumbo. Weka sheria kwenye ulimwengu wa roho. Kweli ukitoka huko njoo kama ulivyopata. Ukinikaribia mimi nikuone ni mamdawa, lakini umekuja mbele yangu unalia mwao, lakini nikikuangalia hivi na kuona ni wewe mwenyewe unalia paka. Unanielewa vizuri eh? Mambo ya rohoni yanatenda kazi kama una nguvu ya kuyaamini. Kama una nguvu ya kuyaamini mambo ya rohoni, yanatenda kazi sana. Yanatenda. Mambo ya rohoni hayapokewi kwa kusema tu nimeyasikia vizuri. Yanapokewa kwa kuamini. Ndio maana Yesu anawaambia watu, pokea sawasawa na nini? Na imani yako. Mambo ya rohoni hayapokelewi kwa kuwa umeomba sana. Kama utaomba sana alafu una imani ni bure. Lakini kama una imani ukaomba, jambo hilo unalipokea. Jambo la rohoni linapokewa kwa imani. Kwa hiyo mimi nikamwambia amini. Tukapiga pale. Usiku akaenda hapo, nikamwambia mwambie Mungu hivi, kama ni yeye basi aje tena, lakini safari hii akija azirike. Mzee ni mawaziri anakaa bondeni hapo. Alikuwa kutushtaki mzee. Yule mzee bwana kweli kesho yake kama kawaida yake kaenda kuanga tena. Kaenda na mkia wake. Sasa huyo amelala, akadhani kama ndoto, anaota anamwagiwa maji. Kaja mpaka dirishani kwake. Dirishani kabisa, lakini sasa anashajifunza kumzilisha. Yule kaja na mkia wake kavaa kaniki. Mzee hapo chini hapo anazalishaga hapo. Kavaa kaniki chake pale, cheusi na mkia wake, kitambaa chekundu kichwani. Anatupa maji kwenye dirisha ya yule mshirika. Tupa maji. Sasa huyo anaona kama ndoto, anaota watu wanamwaga maji. Anashtuka hivi. Anaona kuna maji yanaingia dirishani. Dirisha lilikuwa na nyavu tu lile. Anachungulia hivi nje. Anamuona mzee. Alikuwa jirani yake, nyumba yake hii kwa chini hapo. Anajifuta kwenye macho. Naota au ananipiga nikototo au ninaona live. Pale walikuwa wanakaa watu wawili, akaenda kumwamsha mezani. Hapo wote walikuwa wawili kanisani. Akamwambia njoo huku dirishani kwangu uone. Hajawasha taa. Akaenda kuona kweli. Anaona, akasema ni yeye. Wadada walikuwa ni majasiri, wakafungua geti. Wakaanza kuwatokea. Ninakwambia kweli, kitu cha kweli. Fiatua mabale angekuwepo hapa leo angekwambia. Wakaanza kumfiatua. Wako mzee sasa amechanganyikiwa, imekwaje ameniona. Anamwagia maji eti ya uso. Maji ya uso na mkia wake pale. Anawasha moto na kushambulia. Kapiga pale mpaka saa 11, wakakimbia ndani yeye na mwenzake. Wamekimbia ndani. Kesho yake akatuambia, nilikuwa na wenzangu nikamwambia basi leo jioni tutakwenda kufanya maombi pale. Kuzilisha yule mzee ni mchawi na mke wake. Tumeanza kufanya maombi kwanza nje pale alipokuja pale ishara bila kama saa 1. Tunawasha moto huku, mke wake kaingia ndani, yuko ndani kule chumbani. Sasa alichokosea amewasha taa. Kwa hiyo mnamuona anachokifanya kule ndani. Kachukua pembe na tunguli. Si tukisema tunapiga, yeye anatega hivi dirishani. Pembe na tunguli. Tukasema kumbe hii vita. Yeye saa 1 kawasha taa ndani, pembe na tunguli yani. Yaani eti anazuia maombi kwa pembe. Si tunamuona, tunaambia tumekuona.
Fire! Moto na pembe yako na tumbo yako. Tukapiga hapo. Tukasema hii nchi imekuwa kubwa sana. Piga pametikisika yani. Mtaa umetikisika. Tukasema usiku sasa inabidi hapa tupafanye leo mkesha wetu tunawamishia hapa. Usiku tukaanza kuomba. Omba. Jamaa yule mzee alikuwa ni mwanajeshi. Kwa hiyo alikuwa sio amepewa gobole mwenyewe. Akachukua akalipiga jiwe ili kututisha. Ufufuo na uzima ukitutisha. Ndio tunaendelea sasa. Yaani ni heri ungekaa kimya tu, tungekaa tamaa. Ila ukionyesha upo, mtu anajifanya ni jirani mzuri, kumbe ndio anayekuangia. Kumbe ndio yule paka ambaye saa 2 unamsikia kile ikifika saa 2. Azana tu ikiisha, anazunguruka nyumba yenu. Anamaanisha nini huyo? Ni mtu mwenyewe. Leo na tumpige leo. Tuvue swanga humo. Aje yeye mwenyewe. Ukimboa na kuna jambo jingine unaweza ukamwambia uwe paka milele. Uwe nani jamani? Umejigeuza paka? Na kuamuru uwe paka milele. Umejigeuza bundi unaja bundi milele. Unaelewa vizuri eh? Unamwamuru na kuamuru uwe bundi milele. Unase ndani ya bundi na kufunga. Kama wewe umegeuka kuwa bundi, uwe bundi milele. Na ukaamini hayo mambo, inakuwa. Yaani ukiamini hayo mambo, inakuwa. Mimi bibi Mariamu alikuwa anamchezea sana kakaangu pale Usagara. Kakaangu kila akipata fedha auza. Yaani mara haoni hela zinapoenda. Ila bibi Mariamu alikuwa anawaambia. Mimi nikapata maarifa haya mkono uzima nikasema, hapana bwana, ngoja nishughulike na bibi Mariamu. Mbona tumuelewe? Yeye alikuwa anageuka anakuwa paka. Panya anakuwa panya. Anatembea kwenye gari huyo, mnashangaa kama panya wanakimbizana. Anashuka mpaka kwenye kibugu cha kaka pale. Huyu panya mbona akikimbia huwa breki yake anakuja kuchuna pale, anasimamisha anapiga breki kwenye kibugu cha kakaangu. Nikamwambia ngoja sasa. Nikasema ngoja nifunge. Nikaomba nikapiga. Siku hiyo nimelala hivi naona maono eti panya. Panya kweli. Panya huyo anakimbia. Alipofika kwenye kibubu kutua hivi, bibi Mariamu. Hapo na mimi nikaamka kwenye ndoto. Sikusema nimeota ndoto, nikamwambia nimepona. Nikamwambia nimepona na kuteka na kutandika na kuharibu. Kesho asubuhi anaamka. Usagara kale kamtaka Usagara bibi Mariamu. Anamtangazia eti kuna vitoto vichawi sana. Wanaenda kwenye makanisa ya wachawi. Sijui nini na nini. Nikamwambia bado. Tandika pale kasona muo mwanao wa kwanza. Pia akafa. Bibi aliporudi kutoka msibani, akaeneza sumu mchawi. Huyu kijana mchawi. Akabeba vilango akahama mtaa. Mimi nakwambia ukweli kabisa. Akabeba vilango vyake akahama mtaa. Hata wewe unaweza kumwamisha. Kipindi hicho mimi ni potential. Kipindi hicho mimi nimeanza mshirika. Ni potential. Naanza kujifunza masuala ya uongozi. Sio mchungaji, sio shepherd, ni potential tu. Leo hii mchawi anakusumbua eti wewe unajua wewe unasema kwa sababu wewe ni mchungaji. Hapana. Hata wewe jaribu leo, fanya leo, amini leo. Tena nisikwambie ujaribu. Amini leo hata wewe. Peleka makombola kama yalivyo. Utasikilizia kilio hapo kwa